cause ukiangalia Motif anapigania Urban Tone, like a boss anapigania Urban Tone, akina Tipsy Joe anapigania Urban Tone. And as a promoter inakuwa hard for you. Unajua promoters wanakuwa behind the scene more. Unaona, hautaenda ukisema mimi kazi zangu zinajiongelelea. TikTok iko na 20 million views. TikTok mimi ndo promote, like niko na project kibao zenye najiongelelea, but wase hawajui Kapela ndio ako behind the scene. Una get? Vipi wadau? Vipi wakubwa? Hello. Hello. Leo pia nimepata Ayela. Lakini mwanaume anakuja light skin. Manze, asikupenda. Sikupenda. Rangi ya pesa. Ulijipata? Unajipata tu. Kwa wale wanakuona for the first time. Kwa majina naitwa Kapela. Mimi ni promoter, mimi ni artist. Wewe ni promoter in terms of events? Branding nafanya pia, mimi ni event organizer, but mostly niko kwa branding and packaging. So far makana nani unasema huyu ni wangu na umemleta tukafanya kazi? Msanii wa kwanza mkubwa nilishai manage, work na ilikuwa Madini Classic. Nilianza na Madini Classic. Nimemanage Pretty Vishi na Paroti, Kapi, alafu sasa Tipsy Joe ndio alikuwa msanii wa mwisho nilimanage. Na what else do you do kando na management? Biashara tu ya muziki tu, niko tu kwa entertainment, alafu na mabizi zangu tu. So currently unawaka na msanii gani? Currently size manage, nafanya more of promoting because nirudi kwa muziki. So sasa ina promote na naimba. So sasa wewe ni msanii pia? Mimi ni msanii pia. So sasa ina work na Daliman, na work na Mr. Berry, alafu na work pia na Supe na Denza Maboyo niko on. Na niko na wasanii pia wengi wenye na work na wao. Na pia producer na work na producer Terence. Au ni wale wasanii niko na work close sana. Unafanya style gani ya muziki? Personally mimi naweza sema niko versatile, but for now since na try to push Urban Tone cause na try pia ku bring new artists kwa game. Do you think Urban Tone will survive? Okay, naweza sema inaweza survive if only itakubalika igrow. Unajua ndio kitu igrow lazima pia kukuja watu wengine kuendelea kuigrowisha, but na feel imekuwa low kiasi juu pia wasanii wenye wako pale kwa kiti ni wachoyo, hawataki kuleta wasanii wengine. Ndio naona watu comment section wanasema tusikize Godi tena. Exactly. Watu washachoka. Sasa unaweza hesabu artist wa Urban Tone na wote watu washachoka na wao, una get. So mimi na feel the only way inaweza survive ni ku bring new faces kwa industry. Talking of bringing people to the game. When do you pioneer? I mean amongst pioneers. Wenyewe wale. Juna kumbuka hii God Motif alitokea sema ameleta Urban Tone. Okay, kitu watu hata wajuangi Urban Tone kianza hata Motif hakuwa there. Unaona? Urban Tone sound tulianza na akina Tipsy Joe, Like a Boss, Soundcraft, Godi tena na Kapi. And then tulikuwa 5. And then tulikuwa 5. And then after Usini Advice imetrend na TikToker, Motif akatutanga studio kuwa rekodi ya ngoma. So kwa hiyo harakati ya kutuita studio akatuambia by the way vile hizo ngoma zenyu zina trend saa hii, mnaweza kama kuna kitu kama jina, and then itawasaidia kupush the sound. So na already kulikuwa tushaka map na sound, so ni kujipackage ndio kitu tumekosa kujipackage. So ndio tukafikiria hizi doba ziko more of urban, get like za kisasa nini, so ndio tukakama na hiyo jina Urban Tone. Na so from there pia akajiendorse ndani, but to be honest hakuwa part of hiyo journey ya kwanza. Naweza sema tu kitu alitusaidia, alitupatia ile wisdom ya mnaweza apart from hizi ngoma zenye ku trend, mnaweza come up na something together. Na tukakuja na Urban Tone. Kwa hiyo si ni pioneer. Hapana, si ati ni pioneer. Alafu kitu pia shida nyingine imekuwa na Urban Tone.
wase wana try kufichana. Unajua ni kama ile keki imekaa kila msee anataka kuikulia, una get. Because hata mimi to be honest wase wengi anawajua unless watu wenye wako kwa ground, mtu anajua nimeona Kapela na Tipsy hata before Tipsy hajakuwa Tipsy, before TikTok hajakuwa TikToker. Juu at the end of the day ndio pia genre and the place ama sound flani and the place lazima kuko na mse ana promote, unaona. Na pia ni challenge imekuwa kubwa because to be honest hapa Kenya hakuna promoter mwenye anapush Abanton vile mimi nimekuwa nikipush, but so far so good of late sijakuwa nikipush, na ni sababu ya challenges pia zingine. Na mbona hatujakuwa on the scene in terms of virtual sound after me amikomilia ni hii mbona ku cling on it? Okay, mimi naweza sema ile ukweli napigwa vita sana pande ya Abanton, na get cause ukiangalia Motif anapigania Abanton, like a boss anapigania Abanton, akina Tipsy Joe anapigania Abanton, and as a promoter inakuwa hard for you. Unajua promoters wanakuwa behind the scene more, unaona. Hautaenda ukisema mimi kazi zangu zinajiongelelea, TikTok iko na 20 million views, TikTok mimi ndo nime promote, like niko na project kibao zenye zinajiongelelea, but wase hawajui Kapela ndio ako behind the scene, una get. Mtu kama Tipsy tulishinda award, Pulse Award, Best Artist of the Year, Best Actor of the Year, courtesy of nilikuwa part of the management. Na vile vitu zilianza kuflop, vile nilijitoa kwa picture kiasi, ndo wasi walianza kujenye kumbe promoter ni mswa maana. Because hata nowadays wasi wananipigia simu sana, msanii wako Tipsy G kwa ni siku hizi rada. Mimi hata sijai announce ati mimi na Tipsy we don't work, ni wase tu hawatuoni pamoja. Alafu the fact that nimerudi kufanya muziki, so wase wanajiuliza manager tena anaimba. So mimi niliacha ku manage because ya challenges kama hizo. Kuna clip niliona mahali alikuwa anasema alichana manager Jolumba collab. Wewe ndio manager? So okay, ili happen hivi. So mimi na Tipsy tulikuwa na misunderstanding. Obvious wewe umekuwa kwa industry ama boy wa yangu akikam wajazoea kushika do, una get, na wajazoea fame. So fame inakujanga na kupiga msee coffee moja, yani anaona amefika, unaona. So ikafika time do inakam, maziwa imeanza kuingia, maziwa mrefu. Sasa hataki kugawia maziwa mrefu ni ngapi? Mimi 6 figures tumepiga deals mob sana za 6 figures. Event ya kwanza kubwa tulipewa, msanii hatajamaliza 1 year kwa game, ilikuwa 300k, tulilipwa na Techno, tumelipwa 6 figures na Maybet, unaona. So wakati do ilianza kukua mob, watu wakaanza kushindwa kugawana, unaona. Na kama hata uja notice kitu imeua Abanton ni sababu wasi wako selfish, na get. Godi tena anataka kule peke yake, Tipsy G anataka kule peke yake, Motif anataka kule peke yake na watu wake, una get. So wasi wana have to divide, inaanza kutokea mabeef, una get. So hiyo pia ndio point ilileta. So Tipsy mimi tukakosana. So let me ask for example. So suppose ndio msanii ambaye wako 3, kati yako inakuwa kama ngapi kwa hiyo? Okay, mimi as a manager promoter mimi nachukua 20%. Unaona, 20% si kitu ya kunyima promoter, msanii anakusukuma, because mimi nilianza kusukuma mtu kama Tipsy hata kama appreciate. Hata TikTok ilikuwa na trend, mimi ndo namtafutia shows, mimi ndo namtafutia place ataenda perform, interviews, una get. But time sasa hatutafuti zinajileta. Hapo ndio sasa shida inaanza kuingia. So hapo ndio tukakosania do. Percentage alikuwa anataka kunipea mimi kwa nimekea sense, na mimi najua value yangu. So mimi na feel hakuna jani work place yenye mseo ni value yangu, na mimi najua kitu yenye na bring kwa table. So hapo ndio tukaacha kwa pamoja. Na mimi because mimi at the end of the day siwezi jenga kitu kama si nzuri. So mimi nilikuwa najua Tipsy ni msempoa, na mimi nikakaa chini nikasema ndo nisumbuane na wasanii sana, acha nirudi kwa scene. So nikatry ku reach out tufanye kazi, but ikakuwa napigwa tu machenga. Akaenda live on air akasema manager wake anamuomba collab, shenzi sana. Amesahau mali tumetoka, na mimi pia nikaachilia tu, because at the end of the day mimi pia najua kitu nadai. So ilikuwa mimi, but haikufanya nisiache. Talking about sorry kumweka kama topic. Nimeona ana pick beef sana na Toxic. Is it that msanii anataka kuwa relevant ama kumeisha, so trying to hold on to anything ama? Okay, mimi naweza sema hivi, na mtu yote sichukulie personal. Okay, watu wengi wapendi competition, una get. Na to be honest, Tipsy G alikuwa mali Toxic yuko sahi, una get. But aliachilia hiyo crown.
So mimi na feel ni kale tu kawivu tu fulani, mbona si mimi, una get yeye anataka kuwa hapo, so ana try pia bado kukua relevant, cause mimi na feel Tipsy ni mnoma, hahitaji beef ndio akuwe relevant, una get, anahitaji kuingia kwa studio, apige doba, ajistrategize, cause ukiangalia mse hata kama Toxic, si ati unajua muziki pia si unoma tu, una get strategy. Toxic tangu ashikilie crown amekuwa akitoa back to back, una get, anafanya shughuli vile inafaa. Tipsy ilifika mahali akakuwa comfortable, akasawa na need more hits, una get, akatosheka na hizo TikTok na nini, kavuta manager kazi, unaona. So pia ilimchanganya kidogo, so mimi na feel ako point yenye anataka kukua vile Toxic yuko, una get, so na ndio maana anaingangania. Second last question. Watu walikuwa nasema hizo ngoma haziwezi earn because originally kama TikTok ni video yangu, sio? Did you guys earn from that song? Okay, I'm sorry to say this, but sijui kama ni mbaya, but let me tell you, TikTok imechange life ya. Okay, wasengo ajuangi TikTok, sisi hatuko najua TikTok ita hit. Ngoma tulikuwa najuanga ita hit ni usini advice. Hiyo ndio ili trendingi. Wameweka TikTok ikatrend asubuhi, tunapata ndio the biggest thing. Tumengangana kuishutia video. So TikToker wakablessingi na producer. Mwambie producer ini ya kwa taki splits, unaona? So the song ika go big, unaona? Na ku go big ina advantage ni kwa nani? Kwa producer. Hiyo ngoma imebaya producer gari. Hiyo ngoma imehamisha producer kutoka ametoka pale Roysambu, una get, anaishi Kilimani, unaona. So ni ujanja tu, muziki ni kukua smart. Bro, hawa wasanii kupata any kwa hiyo ngoma? Pande ya split sheet, I won't lie, but ile wasaidia bado because kwa kupata mashow. Show. Sawa, achana na show. Ngoma kwa 20 million views. Wasanii kupata do. Unless kama a producer analipanga kando, but full inaoniwa this. Full song inaoniwa na producer like a boss. Wow. Enyewe he's a boss. Like hapa alicheza kuna ngoma nimeona mmefanya na producer Terence. Msimpatie ngoma. Msimpatie. Unajua uzuri ya Terence pia ana tamaa. Unajua pia saa zingine pia tamaa ina cause, because mimi sitakudanganya, TikTok imepiganiwa. TikTok first of all verse 1 haikuwa ngata ya Tipsy. Verse 1 ilikuwa ya Kapi. Kapia katolewa verse 1 akeko verse 3 kaleta beef, una get. So kuna vitu mob zinakuwa hapa nje zenye hata naweza sema ndio zina drag Abanton nyuma, una get, and it's high time hawa wasanii wasipo notice hivyo. Kapi amekapitia. Kapi amekapitia. Nilifanya ngoma itwa zimepanda. Zimepanda hicho lilikuwa na Yano Ranking na Kapi na Bireza wa 34 Gang. But Kapi alipoweka verse nika kama militant. Kama militant hebu bosi za ngoma. Jamaa kuingia bro kaua. Ai! Vitu zikaanza kubadilika. Bahati mbaya tukatoa Kapi. Tuangwa next week ngoma ikahit ikaenda. So Kapi mazee pole jo. But naweza sema it's better kukua hapo than kutokuwa, una get, because at the end of the day hata ngoma ili hit hata kama ulikuwa nyuma, credit bado iko. Exactly. Sasa you as now the artist, what's the plan? Okay, mimi plan yangu sahi, okay, nimerudi muziki, but haimaanishi nimeacha kusupport. Sahi niko na agency inawaka on booking artists for shows, interviews, media tour, like kupush. Sahi niliacha kupush as a manager personally kama Kapela. So sahi nimekuwa na label of which hata hiyo label kianza tulianzanga na Terence, ilikuwa inaitwa ROG, unaona. So ndo nimekuwa nikipush ROG, inamaanisha Rise of Ghetto, unaona. So hii Rise of Ghetto nime bring sahi agency yenye inasaidia wasanii kupush, cause mimi niko na the network connections na the skill. So hata kama nimerudi muziki sifai kuwa selfish. So nikakama na another strategy. Madoba ziko, tumefanya mangoma na kina Terence, niko na madoba na vijana wangu wasiwa watch out, because to be honest wasanii wengine wanakam. Najua okay, mimi pia nilifanyanga makosa kuachilia vijana wa Abanton na sikupenda, because kuna time nilijam na wao nikaenda Diani kama 4 months na ilifanya wave ya Abanton ikaenda chini, na pia nilikuwa nakaa chini nikistrategize, nikiangalia what is there, nini inahitajika. So sasa nimekama na maboy wengine
kuna wase kama kina Supe na Dance doba yao iko na 1 meter plus in 3 months ina do poa, una get. So hiyo ni pia ni beginning poa, ni another chapter. So wase is it still Abanton? ni Abanton. So wase expect more. Alafu don't you think it's time to rebrand from Abanton? Okay, because watu wanasema ni ngoma za high schoolers. Unajua kitu naweza sema, na hii ndio makosa nasema. Unajua, to be honest, kama kuliko msanii mwenye alikuwa top kwa Abanton ni Tipsy G, una get, na Tipsy G ilifika point akaanza kulala, unaona. So kama yeye ndio alikuwa the face and then ulalishe chini, unajua wase wanamwangalia Tipsy G anapiga ma high school. Unajua pia unafaa kuangalia vile unajibrand. Wase kama Gengeton walikuwa wanapiga hizi high school but wanaficha, si lazima upost, una get. Jue maziwa wewe lazima uje kutafuta maziwa, but as an artist lazima uje kujibrand. Ukiangalia msee kama Toxic si atapigi high school but utampata na post, una get. But akienda kama Blankets, akienda hizi show big, hizo ndio zina brand msanii. Kwa corporate, juu corporate ataendea msee mafans wake ni watu wa shule, unaona. So ni wasanii waje tu kujibrand na kujipackage. Very last. Kuna time Jokali alitinga alikuwa kwa remix ya TikTok. Mbona ngoma iko itoka? Propaganda vile nimekuambia, TikTok ilikuwa na mambo mingi, hata si Jokali tu, pia Mandi, una get. Alafu pia vile nimesema hiyo ka selfishness, una get. Sitaki kuongea sana nisiambiwe mimi nabonga sana, but kuna tu mambo mob. Jokali aliidisha royalties from ngoma. In fact naweza sema hakuna samana kama Jokali na Claymo, because hata after ku reach out kwa Claymo, walitumanga contract na kumuelezea tunatumia beat nini, na Claymo was like fanyeni aje ngoma zozote zenye sisi nimerecord mimi mnaweza tumia, una get. So hiyo ni alitupatia blessings, na ndio maana pia doba ikakuwa big. Jokali pia alikuwa tu sawa na the fact that hata kama cause hii remix haiqualify kwa remix, Jokali alifaa kwa original, but sasa ika happen hawezi toa hii verse 1 ya TikTok na ndio imeenda. Alafu Jokali alitaka kuwekwa verse 1, so ndio wakasema acha waingoje, maybe wataitoa. I don't know why, but it's too late. Yeah, it's okay. Any projects zinakuja nini, something you want to talk to people maybe? Manze tuko na doba mpya inaitwa Leo, imekuwa featured na Cartoon 47, kuna Mr. Berry, our new artist, kuna mimi kama Kapela hapo ndani, kuna Clones Melody, kuna Terence on the track, kuna Culture na kuna Mujeje. So hiyo project tumeido ni kuonyesha like, unajua kwa game kuja kuwa na unity, una get. Wasanii kila msanii anataka kuimba peke yake ama wasanii wawili, so tulifeel ni high time tuko na doba wase wengi juu hiyo strength. Unaona, kama ni Terence anaweza vuta interview, kama ni Clones anaweza vuta gig, kama ni Kapela anaweza vuta hii, kama ni Cartoon, unaona unity is strength. So wase waende wacheki hiyo doba inaitwa Leo. Na kuna doba mobs na kambi, niko na doba nyingine inaitwa Boss kali sana, na msanii wangu anaitwa Daliman, niko na Friday, niko na tuna project kadhaa, wasiende tu wacheki hapo. Sawa, mimi nashukuru welcome kwa show. Na anytime uko na any new project piga simu. Alafu kuna kitu moja nataka kuambia Leo Jones, mimi hatujai meet hivi, like ndio the first time, na naweza kuambia wewe ni one among the people mlini inspire, like nilika hivi nikacheki, because uli play a big role kuweka Gengeton malilieka, na wasanii wengine after wameanza kupata do wakaanza kuona ni kama ufanye kitu ya maana unaofinyilia, na mimi nimepitia hiyo na ni feel, una get, na wewe ndio ulini inspire like nafaa niendeleshe kusukuma, una get, because pia generation inahitaji a new person. For the first time tumemeet na nimepitia place pia umepitia, najua vile iko na si rahisi. So mimi na appreciate kama bro. Unajua sasa wapeanagi flowers mali nafaa. So mimi nataka kupewa flowers zako kama Jones. Shukrani mzee. Top Rare kind. Kuna watu tumeshikilia mkono kama kina Terence on the track. Hawana shukrani, hawezi sema hata. But bro, thank you mzee. Kabisa. Shukrani sana. Much love. Kabisa.